Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Angel Mawole. Karibu tafakari neno kwa dakika chache kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nilikuwa natafakari Zaburi 42:5. Anasema kwamba nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu. Anasema umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Je, nafsi yako imeinama? Leo ninatamani nikupe siri ya wewe kuweza kufanikiwa kutoka katika nafsi iliyoinama kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wakati natafakari neno hili, kuna mambo mawili ambayo nimejifunza. Moja ni kuisemesha nafsi yangu, lakini pili, msaada wa Roho Mtakatifu katika kunisaidia kuwa na ushindi ambao umesemwa hapa katika Isaya, katika hii Zaburi 42. Anasema kwamba nitakuja kwa msifu. Yupo Roho Mtakatifu ambaye atakuwezesha kuvuka katika huo wakati uliopo na changamoto ulionayo, hata ukarejea na kuja tena kumsifu Mungu, ambaye maandiko matakatifu hapa anasema yeye aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Hivyo basi nimemtafakari Roho Mtakatifu na nikaona namna ambavyo tungeweza kuwa washindi katika changamoto nyingi ambazo tunakabiliana nazo, lakini tunajikuta tunapita katika mazingira ambayo yanatukatisha kwa muda mrefu kutokana na namna ambavyo tunaenenda, namna ambavyo tunabehave. Ina maana ya kwamba Mungu atakaporuhusu mitihani katika maisha yetu, anajua kabisa mwanangu huyu nipo na yeye kwenye mtihani, lakini anapaswa afaulu huo mtihani ili aende ngazi nyingine. Kama ambavyo tu tunasoma katika elimu za duniani, elimu labda shule msingi, sekondari, A-level, chuo na hivyo, yani lazima unafaulu ndio unaenda level nyingine. Kwa Mungu napo ndio hivyo, lakini advantage kubwa ambayo Mungu ametupa sisi ni kwamba yeye katika mtihani tunakuwa pamoja na yeye. Anatupa yeye mtihani, tunakuwa pamoja na yeye. Na advantage ya tatu ni kwamba yeye mwenyewe anatushindia. Sio kwamba tunashinda kwa nguvu zetu. So ni advantage kubwa sana ambayo tuna so katika Zaburi ya 42:5, huyu mtu anajaribu kuiambia nafsi yake kwa nini anaisemesha, kwa nini nazimia, kwa nini nainama, kwa nini nafadhaika. Anaisemesha nafsi yake kuwa na tumaini. Ndivyo ambavyo na mimi na wewe tunapaswa kusemesha nafsi yetu. Tunapoona mazingira ni magumu, tunapoona mambo ambayo tunayatazamia hayawi, lakini it's like tumestaki katika eneo fulani ambalo tunatamani kutoka lakini hatutoki, tujifundishe kuisemea ile situation kwamba wewe ni wa kupita, siko peke yangu, niko na Bwana Yesu. Roho Mtakatifu yupo kunisaidia. Na hapa ndipo tunapoona Roho Mtakatifu kazi yake katika elimu hii. Tukiliangalia tunda la Roho, niseme ya tunda la Roho, na nyingine nisungumze kwa manne tu, niseme manne tu. Niseme matunda ya Roho manne tu. Ukiachilia mbali yale mengine, pamoja na kwamba yote ni ya muhimu na anaweza kufanya kazi ya apply kote, apply hata kwenye hili pia, lakini napenda nizungumzie manne tu, kwamba uvumilivu, furaha, amani na uaminifu. Kuvuka kwetu katika majaribu kunahitaji sisi tuwe waaminifu, kuwa waaminifu kwetu sisi wenyewe, kuwa waaminifu kwa wengine na kuwa waaminifu kwa Mungu. Tumwaminishe Mungu kwamba God, I will never disappoint you, sitakuangusha, kwa maana uko pamoja nami, utatukuzwa tu katika hii hali yangu. Kujenga uaminifu wa kutulia na Mungu na kumwamini Mungu hata tutakapovuka katika hiyo changamoto, pasipo kutumia akili yako au njia mbadala yoyote ambayo itakuweka mbali na Mungu. Uaminifu tumeona hapo ni tunda la Roho. Na amani ya Roho Mtakatifu. Kimtambua Roho Mtakatifu kwamba anakaa ndani yako, utaruhusu amani yake itende kazi ndani yako. Furaha, utaruhusu furaha yake ifanye kazi ndani yako, kwa maana ni moja ya tunda la Roho, furaha. Na kingine ni uvumilivu, utavumilia. Unavumiliaje? Yeye Roho Mtakatifu ndo anatupa uwezo wa kuvumilia na
atatusaidia katika mazingira haya yote. Ni wazi hatuna namna tunaweza kushinda katika haya. Maandiko matakatifu yanasema nitashinda na zaidi ya kushinda katika yeye, na tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Usipigane vita peke yako, kuna madhara makubwa ya kushindwa. Na ni mbaya ukashindwa kwa kosa neema kuamka tena. Pigana vita na Bwana. Pigana vita ambao Bwana amekuruhusu upigane. Pigana vita ambao una uhakika kabisa Bwana yupo pamoja na wewe, na Mungu atakupigania na kukushindia. Naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya nafasi hii na kwa uaminifu wako na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu itendao kazi ndani yetu. Ninamwombea msikilizaji huyu anayesikiliza ujumbe huu. Ni mfupi lakini una nguvu za Roho Mtakatifu za kuweza kuleta mageuzi kwenye moyo wa mtu mmoja ambaye amevunjika moyo au amekata tamaa au ameiruhusu ile changamoto alionayo ikachukua nafasi ambao Roho Mtakatifu ungeachilia udhihirisho wako ndani yake na kumwezesha kushinda. Ninamwombea wakati huu Bwana akapokee nguvu mpya Roho Mtakatifu. Ninaomba akapokee tumaini jipya katika jina la Yesu Kristo. Ninaikataa kila kazi ya adui ndani ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ukamfanye upya, ukamtengeneze kwa upya, ukampe tumaini jipya katika jina la Yesu Kristo. Zaidi sana ninaomba tunda lako Roho Mtakatifu likatembee na kudhihirika katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu aliye hai. Ninamwombea nafasi mpya, ninamwombea mwanzo upya wenye utukufu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu aliye hai. Ninaomba na kushukuru. Amen. Basi kama nilivyokueleza, ninaitwa Angel Maole, nami nikutakie maisha mapya na hatua mpya yenye ushindi, na Mungu akawe pamoja na wewe. Nikuage kwa sasa. Mungu aendelee kukutunza. Amen.